Masikini roho yangu na kufana jiona. Bernardo, chukua pete yako. Bernardo, inuka uende. Maana kwa sasa tayari pete yako imeshakuwa na nguvu. Tumia nguvu hizo kwa ajili ya kutetea wanyonge. Okalimaye fanaye, okalimaye fanaye, okalimaye fanaye, okalimaye. Mpuuzi sana. Anawezaje kukaribisha mtu asiyemfahamu? Kwa hiyo anajua ni mwema sana kwake. Lakini akijaribika kitu, lazima nipate kinachostahili. Huyu kiumbe nitamfuatilia kila hatua anayopiga. Nitakuwa nyuma yake. Ni muda mrefu sasa umepita toka nimeingia ndani ya kijiji hiki. Itakuwa ni ajabu sana kama nitaondoka na kuwaacha hawa kina Kendrick wapo katika matatizo. Ni lazima nipambane na hawa maadui wapya walioingia ndani ya kijiji hiki ili kuhakikisha amani inapatikana katika kijiji hiki. Dada yangu Kankala, utanisamehe sana kwa kutoondoka na wewe mjini. Ni lazima nitapambana kwa nguvu zote kuhakikisha unyanyasaji wote dhidi ya hawa wachawi hautoendelea tena. Mwenyezi Mungu, naomba unisaidie ili niweze kushinda vita hii salama. Amen.
Kijana, hauna haja ya kuniogopa. Leo sijaja kwa ajili ya vita. Nimekuja na jambo moja tu. Kukupa tahadhari. Kuna mtu anatafutwa, na mtu huyo inavyosadikika uko naye wewe. Anatafutwa na wachawi. Kuna nguvu anazo. Na hizo nguvu mimi pia nazihitaji. Unafikiri ni rahisi kama unavyodhani? Sio rahisi. Eti sio rahisi kama ninavyofikiria. Haya, ngoja tutaona. Ina maana mimi nitaendelea kuketi hapa mpaka lini? Maisha yangu yamekuwa kama mfungwa. Na mimi nahitaji niwe huru. Pia nahitaji niwe kama binadamu wengine. Hapa njia sahihi ni kutoroka. Lazima nitoroke. Yote uliyowaza ni sahihi, lakini kuwa makini sana, maana wachawi wa kila aina wanakufuatilia. Pia hizo nguvu ulizopewa na wazazi wako hujajua kuzitumia vizuri. Na kuruhusu nenda, lakini kuwa makini sana. Wala hauna haja ya kunihofia. Sikuja hapa kwa sababu yako. Nimekuja kwa ajili ya huyo mgeni uliyemkaribisha humo ndani. Namtaka hapa nje sasa hivi. Mgeni? Mgeni gani? Kumbuka huyu ni ndugu yangu alisafiri, hivyo karudi. Au wewe mgeni gani mwingine unazungumzia? Sikiliza wewe binti. Kwa nini unapenda kujiingiza kwenye matatizo yasiyokuwa ya lazima? Kwa nini unapenda kukaribisha wageni usiowafahamu wapi wametoka na wapi wanakwenda? Naomba umtoe nje. Si unataka kuamini? Mtoe nje ili nikudhibitishie kuwa huyo sio ndugu yako.
Vipi? Umemuona? Hapana, sijamkuta. Ila muda natoka nje nilimwacha ndani. Ila nashangaa sasa hivi nimerudi sijamuona. Nilikwambia mimi. Huyo sio ndugu yako. Umeona? Mama. Leila. Nimewaita hapa. Kuna jambo moja nahitaji niwaeleze. Kuna changamoto moja nayopitia mimi na dadangu Ankara. Mpaka sasa anahitaji turudi mjini. Hali ya kuwa bado kuna matatizo yaliyojitokeza tena tofauti na ya mwanzo. Nilitamani haya matatizo yaishe tuyamalize ndipo niondoke mjini. Sasa kagoma anahitaji tuondoke wote. Imepelekea mpaka sasa mimi na yeye tuko sawa. Kwanza pole sana mwanangu kwa matatizo yaliyokupata. Na pia nashukuru kwa kutupambania sisi na hali sio ndugu zako. Mama, usiseme hivyo. Nimewaita hapa. Kuna kazi nataka niwapatie. Ni kuhusu ujio wa yule binti anaifanana na binti wa mzee Kivuli. Mama. Huyu Aneti sana sio mtoto mzee Kivuli huyu. Mr. Mwanga, mbona kama vile ujiongezi kama pia una akili na kuona kama vile una akili. Mkuu anamaanisha hivi. Kuna mgeni ambaye atakuja sura yake itafanana kama ya Aneti, mtoto wa mzee Kivuli mkuu wetu. Familia yetu anayetufuga. Samahani ila tujaa nguruwe bwana. Ni wapuzi kweli. Kamdomo. Kwa mnanifananisha mimi na bibi yenu wa kunichezea eti? Nisikilizeni. Yule binti aliyoko kwa mzee Kivuli sio Aneti. Kama mnavyojua mtoto wa mzee Kivuli, mbali ni mtu aliyetoka katika ulimwengu wa giza. Amevaa sura ya binti wa Kivuli. Kimita. Bwana yaani ile kumbe sio Aneti. Nikakumbuka. Afu mbona kitu kimeumbika kabisa huku. Si ndio yule aliyotu. Washenzi sana nyinyi. Nyinyi ni zaidi ya ndugu.
Hivyo basi nitahakikisha matatizo yanaisha ndipo naondoka huko. Kaka, pole sana kwa changamoto unazopitia. Mama, jaribu kuongea na kankala, naweza kukuelewa. Sawa mwanangu, taongea naye, yaweza kuwa anaweza akanielewa. Yote sawa. Jaribuni kuongea naye kama atawaelewa, maana dadangu namfahamu. Ni mtata kidogo. Haya mwanangu. Kaka, kuwa na amani, mambo yatakaa sawa. Yangu maono yananyonyesha dunia si mbaya, walimwengu wabaya. Na kwa nini tuchukiane? Makosa ya wengine wainapewa mimi. Chuki, ugomvi zitanitoa roho masikini, na kufanya jiona ikaru. Maono yangu ikaru, chuki za wanadamu ikaru. Masikini roho yangu ikaru. Sasa nisikilizeni. Kazi yetu ni hii moja. Nataka tumfuatilie kila hatua anayopiga, tuwe nyuma yake. Nadhani mtakuwa mmenielewa. Ni mkuu wangu, nitaongozana na wewe. Kwanza wewe utozeheka. Hata si ukizeheka utanifikiria mama. Kweli. Ikaru. Macho yanaona mengi, mengine siri yangu. Dunia tambara bovu, na ndani yake kumejazwa uovu. Macho yameona, moyo wa mtu kichaka. Ni mengi wameyaficha, yangu maono yananyonyesha. Dunia si mbaya, walimwengu wabaya. Na kwa nini tuchukiane? Makosa ya wengine wainapewa mimi. Chuki, ugomvi zitanitoa roho masikini, na kufanya jiona ikaru. Maono yangu ikaru, chuki za wanadamu ikaru. Masikini roho yangu ikaru, na kufanya jiona